وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu yangu Muislamu, ninakuhusia wewe pamoja na kuihusia nafsi yangu kushikamana kumcha pamoja na kumtii al-haqq subhanahu wa ta'ala. Aljumaa ya wiki ya jana tumeanza kueleza ususul qiyadati fil Islam. Tumeonelea jambo hili ni vyema tukalizungumza, tukakuelekezeni, tukakufahamisheni, kwa sababu ndio jambo ambalo tunalo kwa sasa, misingi ya uongozi katika Uislamu. Na nikasema katika Ijumaa iliyopita ya kwamba kunaonekana kwa sasa watu mbalimbali katika vyombo vya habari, katika magazeti, kwa macho hivi wanakimbilia, kila mmoja autaka uongozi. Kila mtu anakwenda anataka uongozi, anakwenda huyu hapa anataka uongozi wa kila aina, uongozi wa kila aina. Lakini tukasema ya kwamba hapana, Uislamu una maelekezo yake, na maelekezo haya ni ya Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukaeleza kwamba tukikumbuka aljumaa iliyopita, kabla ya kuyasema ya leo, alqiyadatu fil Islam taklifun la tashrifun wala yaliqu bilmuslimi an yatlubaha illa idha kana laha ahlan wa ala ususiha qaima. Uongozi katika Uislamu ni taklifun, ni majukumu, ni vile utakavyotaka uende kimajukumu, kiutekelezaji. Lakini tukaambiwa la tashrifun, uongozi si kutaka sifa, si kutaka heshima. Sasa jamii ya leo imejikita kuutafuta uongozi kwa namna mbili. Ya kwanza kutaka heshima, ya pili kutaka mali au kutaka kitu chochote ambacho anaona kitamfaa katika maisha yake. Huu sio Uislamu aliotuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu umetueleza uongozi ni majukumu, sio heshima. Ukiyafanya majukumu inavyotakikana, heshima utaipata, wala hakuna tatizo lolote. Leo tutaeleza kuhusu ukitaka kuendea huo uongozi, kabla hujaufikia huo uongozi au ukawa umeupata huo uongozi, kabla ya kuyafanya majukumu, kabla ya kuanza majukumu katika jambo lile, je, ni mambo yapi ambayo Uislamu umetuelekeza, umetufahamisha? Hayo ndio tunataka tueleza, na tukaambiwa kwamba kuna muahilatu lazima kabla tawalli alqiyada. Kuna mambo yanayostahiki, yana sifa, yanayolazimika, mambo 7 kabla ya mtu kuingia katika uongozi. Kwanza kuna mambo yapo, hauchaguliwi hivi au hui kiongozi hivi, huteuliwi hivi, huingie ofisini hivi alafu ukaanza majukumu. Hapana. Kwanza katika mambo haya 7 ni katika sabiiyatu, mambo 7 Mwenyezi Mungu ametuwekea
ardhi ziko 7, mbingu ziko 7, matundu yako yaliyo katika uso wako yako 7, iko 7 7 7. Sasa na mambo, kabla ya kuanza uongozi, kwanza unakuwa na mambo 7, alafu ukiufikia uongozi, alhamdulillah, biauni llahi subhanahu wa ta'ala, unakuwa mahala pale umekaa kwa namna inavyotakikana. Leo tutaeleza machache, hatutoeleza yote, tutaeleza machache tu, kama ni mawili au matatu. Jambo la kwanza ni salatu listikhara. Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi asema salatu listikhara, sala ya kutaka kheri. Kuna sala maalumu inaitwa salatu listikhara, ni naw'un min anwa'i tawakkuli wa uslubun fi talabi al-auni min Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ufanye salatu listikhara, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuonyeshe katika hilo jambo lako unaloliendea, je, jambo lako hilo likoje? Hata kabla hujachukua kama ni fomu, kabla hujafanya lolote, kwa sababu aliyekuumba yupo na aliyekupa fikra ya kwamba wewe unaweza uongozi ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi asema salatu listikhara kwanza ifanyike, na salatu listikhara ni naw'un min anwa'i tawakkul, ni aina katika aina za kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huendi kijiweni wala huendi katika eneo lolote ukaambia mnaonaje nafaa, mnaonaje? Hapana, huwezi kwenda kule. Huwezi kwenda kijiweni ukaenda mahala ukakaa hivi kisha ukawaambia, kama ni sokoni, kama ni ofisini, ukawakusanya watu, jamani mwanionaje, nafaa Kwanza mtake Mungu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nionyeshe kwamba je, mimi katika jambo nataka liende la uongozi nafaa. Basi Mungu mwenyewe sasa atakuonyesha kwamba unafaa au hufai. Hutoingia katika jambo kabla ya kumtaka Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad ametupa agizo kusema, kwa hadithi ndefu tutaeleza kwa ufupi, idha hamma ahadukum bil amri, pindi akikusudia mmoja wenu jambo lolote, uongozi, kuoa, kufanya biashara, kufanya hiki na kile, jambo lolote unataka kulifanya, falyarka rak'atayn min ghairi al-faridha, asali rakaa 2 zisizokuwa za fardhi, swali rakaa 2 za sunna. Na ni vizuri kawa usiku, swali amka usiku, swali rakaa 2 za sunna, kisha uswali kama unavyoswali rakaa 2, lakini ukiswali utamwambia Mungu, Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratika. Uendelee na maneno hayo, lakini wangesema unaweza ukaishia pia hata hapo, kama huyawezi hayo mengine, mwambie Mungu, hakika mimi astakhiruka biilmika. Manake maneno hapa astakhiruka wengi wanaeleza wanavyoeleza. Ulama wetu wa kikhataba wanasema, Mungu naomba unichagulie, Mungu nakuomba unichagulie wewe, biilmika, kwa ilmu yako hii, jambo hili nichagulie wewe mwenyewe. Baadhi wamesema nakuomba unijaalie kheri katika hili, lakini Mungu nichagulie katika jambo hili. Walionaje ya Rabbi? Wa astaqdiruka, Mwenyezi Mungu ukinichagua ukaniona kwamba mimi ninafaa, wa astaqdiruka, na kuomba unipe uwezo, biqudratika, kwa uwezo wako ya Rabbi. Haya ndio maneno ya Mtume Muhammad. Unamweleza Mola wako peke yako. Basi ukilala hivi, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuletea picha yote kwamba mja wangu unafaa katika hilo. Sasa nenda kafanye jambo. Hata kama binadamu atakuzuia, hata kama majini atakuzuia, kiumbe chochote kitakuzuia, madhali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuruhusu, nenda, utafanikiwa katika jambo lako. Haya ndio mafunzo tulofundishwa na mtume wetu Muhammadi
salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini sasa masala yalivyo kwa sasa ni kila mmoja anakwenda kwa namna yake, na tumeambiwa katika jambo la mwisho la leo tutakalolieleza lingine baada ya hapo ni alistishara washura. Si vibaya pia ukaenda tukaambiwa katika tafsiri ya istishara wa shura ni akhdhu ra'yi ulamai, chukua maoni ya wanazuoni, waendee wale wanazuoni walhukama, watu wa hikma wa ahli alkhibra wazoefu. Kwa maana gani? Kwa maana ni kupata mtizamo wa kitaalamu au wa kielimu au kihikima kwa mtu anayeaminika, na ukafanya istikhara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia kheri, unakuwa katika watu wa kheri. Hivyo si katika uongozi tu wa mamlaka, ukitaka kuoa, ukitaka kufanya hili na lile. Haya ndugu zangu Waislamu ni mambo saba, haya ni mawili kwa siku ya leo, ni mambo saba yanayotakikana watu wayafanye kabla ya kuliendea jambo. Tunachojifunza Waislamu ni nini? Tunachojifunza, kumbe kuna nafasi kubwa sana ya kuwakimbilia wanazuoni. Kumbe kuna nafasi kubwa sana kabla hujafanya maamuzi yoyote yale, na kabla hujafanya chochote, ukimtaka istikhara Mwenyezi Mungu pia anaweza akakuelekeza ni wanazuoni wa namna gani wanaweza wakakupa ushauri wa aina hiyo. Yaani Mungu anakwenda ukasimamia jambo lako. Hivyo kwa siku ya leo tufahamu hilo, tujue jambo hilo, na insha Allah tutalieleza jambo la tatu katika Ijumaa ijayo, na la nne ni jambo gani lingine linalotakikana kuliendea ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie kuwa hivyo. Na Mwenyezi Mungu akikupa jambo hilo, basi utakuwa jamii inanufaika, jamii inakuwa iko vizuri, na usitumie nguvu nyingi kutaka jambo hilo. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, atujalie kheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atufanyie wepesi sisi pamoja na familia zetu, akatufufue pamoja na kundi la Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qulu jami'an nastaghfirullah.